Ni siku nyingine tunakutana tena mahali hapa kwenye channel hii ya Mfilinge Stories TZ sahihi. Leo tunaendelea sehemu ya 20 ya simulizi yetu ya Mjinga 100%. Twende kazi. Mimi nilianza kufungua lakini kuna vitu nikaona kabisa vinazuia kama paipu na nyaya, basi wala sikupoteza muda, nilichukua X nikakata zote mpaka nikahakikisha hazipo, huku lengo langu la kufungua likiwa ni kupata nafasi wakati nafungua. Baada ya hapo zile nati zilizoshika rejeta nilifungua kiulaini mpaka nikalitoa. Nilivyotoa nilienda kwa fundi nikamuita na kumwambia tayari. We noma kweli, una kichwa chepesi, yani mara hii ushamaliza, aliongea fundi akinisifia sasa ili na mimi nisionekane mshamba mbele yake na wengine. Nikamwambia mimi najua, maana niliwahi kuwa dereva wa trekta la kijiji. Basi we hatari sana, alisema fundi wangu. Basi tuliongozana naye mpaka pale kwenye gari, akaangalia pale mbele kwenye injini kwa muda kisha akanitukana. Yani we mjinga 100%, umefanya nini sasa? Yani ni upumbavu mtupu mweu wewe, hebu nenda kamuite sijui shangazi yako sijui dadako, kamwambie fundi amesema uende, aliongea fundi kwa ukali akinitukana mbele ya wenzie tena bila kosa. Jamani, kiukweli nilijisikia vibaya mimi Kanjunju, maana mpaka matusi ya nguoni alinitukana. Kwani nimefanyaje fundi? Nilimuuliza, maana kosa langu sikujua. Hebu kamuite shangazi yako mbuzi wewe, alisema kwa ukali akinipiga na plaizi mgongoni. Kiunyonge taratibu niliondoka pale na kwenda kwenye duka la madam. We vipi tena, walikuwa wanakuzomea? Madam aliniuliza huku anacheka, ikabidi nimwambie ilivyokuwa. Ha, mjini hapa kuwa makini sana oho, alicheka madam na kusema niwe makini. Sawa madam, nitakuwa makini, ila sasa fundi anakuita, nilimwambia. Kuna nini tena, au umeharibu vitu? Hapana madam, mimi sijaharibu, nilimwambia. Sawa twende. Madam alitoka nje tukaenda mpaka kwa fundi. Fundi, kuna nini tena? Madam alimuuliza fundi. Bosi, angalia ndugu yako alichofanya, yani ni ameharibu kila kitu. Ona, alijibu fundi huku akimuonyesha madam zile nyaya na paipu nilizokata. Uyui ndio kafanya hivi? Madam aliuliza fundi. Akajibu ndio, na hapo ndio nikajua kumbe muda ule nilikosea kukata nyaya na paipu. Kanjunju, umeona upumbavu uliofanya ewa kukata nyaya na paipu? Niliulizwa, ikabidi niombe samahani kuwa sikujua. Sawa, hukujua je, ulimwambia fundi akuelekeze? Niliulizwa, jibu nikawa sina maana kweli sikuuliza. We ni MJINGA sana da. Sio mbaya fundi, nisamehe mimi, tengenezeni gharama utaniambia, aliongea madam na kuondoka. Yani we dogo, nitakuwa na kuzibua makofi kweli kabisa, wala stanii, aliongea fundi kwa ukali. Hivyo ndivyo nilivyoanza maisha ya garage, nikifundishwa ufundi, lakini kiukweli kabisa kichwani vitu vilikuwa haviingii kabisa. Fundi alijitahidi lakini wapi. Ilifika kipindi fundi naye alichoka, ingawa madam hakumwambia kabisa, maana kikubwa nilichokuwa naweza ni kufungua tairi, kutafuta vitambaa vya kujifutia mafundi, pamoja na kusafisha vipuri. Hali hiyo iliniumiza sana kiukweli, maana binafsi nilitamani mno niwe fundi mzuri, lakini haikuwezekana. Na kwa muda niliokaa pale garage miezi 4, ilibidi nijue hata kusogeza gari au kutengeza kitu, lakini kwangu ilikuwa ngumu mno. Maisha yaliendelea kuwa hivyo. Fundi siku moja aliniita ofisini kwake na kuniuliza kuwa, hili swala la garage ni kitu unachopenda au umelazimishwa na huyo shangazi yako? Mimi sijalazimishwa, ni kitu ninachokipenda mno, maana nataka nikijua ufundi nijue na udereva, nilimjibu fundi. Sasa sikia, mimi kukufundisha nimechoka kabisa, hivyo chagua mawili, urudi kijijini ukalime, au urudi nyumbani kwa shangazi yako ukawe hata houseboy, uwe unaosha vyombo na kumwagilia maua, maana ndio kazi unazoweza, aliongea fundi kwa ukali huku akiinuka na kuanza kutoka nje. Tabu iko pale pale kwa Kanjunju. Usisahau kutembelea YouTube channel yetu hii ya Mfilinge Stories TZ, subscribe, share.